Yes, karibu sana kwenye movie. Hii ni movie ambayo inafundisha uwazi kwenye ndoa au uwazi kwenye mahusiano, au kabla hujaingia kwenye ndoa lazima uwe muwazi kwa mwenzako ambaye unataka kumuoa. Umwambie kila kitu ambacho kilikuwa kinakuhusu huko nyuma ili asije akakigundua ndani ya ndoa. Sasa ni movie ambayo inamhusu mshikaji ambaye alificha siri yake kwa mke wake kwamba ana mtoto nje ya ndoa kwa kipindi kirefu. Wakati wanaishi naye alikuwa mke wake hajui kwamba mume wake ana mtoto ndani ya ndoa. Alipokuja kugundua ikawa changamoto kubwa sana ambao ilipelekea maumivu makubwa sana kwake. Sasa tunaona picha inaanza pale ambapo mwanamke yuko chumbani anajaribu kutafuta kitu chumbani kwake. Huyu mwanamke anaitwa Edie kwenye hii movie ambaye pia amekuja kuolewa na mshikaji mmoja utamuona anaitwa Femi. Ni bonge moja la movie kali sana. Katika harakati za kutafuta vitu akakutana na bag kwenye kabati. Basi itabidi achukue ile begi akaenda nao kitandani pale, akawa anajaribu kutafuta vitu ambavyo yeye anajaribu kutafuta. Naamini kuna kitu alikuwa anakitafuta, tutakiona. So hapo tunaona amepata album, so yuko na furaha kinoma noma baada ya kutoka kuongea na rafiki yake. Akawa anakagua picha mbalimbali ambazo wapo na mume wake wana enjoy, na zingine mume wake yuko shule mfresh kinoma noma. Sasa katika hali ya kukagua akaikuta picha ya mtoto wake na mume wake, alafu wamefanana vibaya mno yeye na huyo mtoto, unaona. Sasa ikaa inamletea fulani shock au imemshtua, kwa nini mume wake ana mtoto wa namna hii na wanafanana naye na wako kwenye picha pamoja. Maswali mengi akaa anajiuliza, hii inakuaje? Pengine anaweza kaa mtoto wake au ni aje? So fresh uje kaa ni mtu ambaye kidogo hali yake sio nzuri. Sasa tunaona mshikaji yuko pale sebleni, mara mke ambaye ni Edie anakuja kumwambia kwamba Femi, nataka kuongea na wewe. Akamwambia sawa. Anakwambia hiki ni nini? Unaona, akamwambia nimetafuta, nimekiona kwenye begi yako, nimemwona huyu mtoto. Anakwambia huyu mtoto nimwambia mimi sijui kuhusiana na mtoto. Akamwambia kwa nini unaongea hivi? Nataka uniambie kila kitu kuhusiana na huyu mtoto naye muona kwenye album. Nielekeze chochote kila ambacho, usinidanganye chochote kuhusiana na hichi ambacho nimekiona. Mwanaume anaendelea kukaza kwamba mimi sijui, unaona, yaani sijui chochote kuhusiana na huyo mtoto. Mwanamke akamtazama akamwambia, Femi, wewe unanidanganya, mimi nakujua kwa muda mrefu sana na najua kabisa hicho unadanganya, hiki unadanganya. Anakuambia huyu ni mtoto ambaye nimeona kwenye begi yako na yuko kwenye albamu yako, niambie kuhusu na mtoto, sitaki unidanganye. Mwanaume kana anambia samani, sawa, naomba nikuambie, unaona, naamini nitakuelewesha. Akamwambia unataka kunielewesha? Sawa, nieleweshe. Sawa, nieleweshe, sina tatizo na wewe, nieleweshe, huyu ni nani? Unaona, huyu ni nani huyu mtoto? Akanamwambia kwamba kabla hatujakutana na wewe au hatujaona na wewe, mimi nilikuwa na mahusiano mengine na huyu ndo niliyebahatika kuwa na mtoto kabla sijakuoa. Akaniuliza, nini unaniambia Femi, yaani una mtoto kwa miaka yote hiyo ambayo tumeishi na wewe, kwa nini hujawahi kuniambia kuhusiana na hizi taarifa za mtoto? Kwa nini hujaniambia, na kwa nini umetunza hii siri? Anakwambia kwangu niliona kama ni aibu nikikwambia, na nilikuwa naogopa kabisa, kwani nilikuwa naogopa kitu cha kwanza kukupoteza wewe, kwa naomba unisamehe. Akamwambia siwezi kukusamehe kwa namna hiyo, yaani muda wote kabisa, kwa kipindi kirefu, mpaka tumekuwa na familia, tuko na watoto, lakini kwani umeshindwa kuniambia hata kunidokeza kuhusiana na yeye? Akamwambia ni kweli, unaona, nahisi kama huyu mtoto nilipata kama bahati mbaya, naomba unisamehe mke wangu.
nisamee, sitorudia kosa ya namna hiyo. Akamwambia sio kosa na nimegundua, na mimi kajua mimi ni mke wako, lazima ungeniambia ukweli kuhusiana na hii taarifa kwamba mimi ni mtoto, unaona, ningekuelewa. Lakini kwa nini umenificha kwa kipindi kirefu na unafikiri Femi naweza nikakuelewa? Akamwambia naomba unisamee. Ndo Femi anajitetea kwa mume wake, anamwambia naomba unisamee. Lakini mke anakuambia Mungu wangu, yani mume wangu kabisa, una mtoto kweli? Yani mbona haingia akilini? There is no mind. Unaona? Anakuambia we ni nani? Femi, Mungu wangu. Yani ni kitu ambacho anashangaa, alafu mwishoni anakuambia siwezi kukuamini. So Femi anaendelea kumbembeleza. Tunaona Edia sasa yuko chumbani hapo, anaendelea kuwaza tukio ambalo limetokea, ambayo ametoka kulishuhudia mbele ya mume wake ambaye alikuwa anamuamini kwa kipindi kirefu kwamba ni mume wangu ambaye niko salama, mimi ndo tumeanza naye maisha, unaona, hana mtu mwingine, hana mtoto. Yani alikuwa amemwaminisha, yani ameingia kwenye mapenzi. Unajua wanawake akikupenda na kupenda, hata kama uliwahi kufanya uchafu wote ule, yeye hajalishi, kwa sababu anaona kabisa kwa muda huu niko na mimi. Sasa kana waza sasa kwamba kila ambacho ameelezwa kwamba kabla hatujawa kwenye mahusiano na wewe, mimi nilikuwa na mtu mwingine, umeona. So ilikuwa namuumiza kabisa. Yani mimi nina familia, nina watoto ambao sisi tunawaona ndo watoto ambao wamezaa Femi pamoja na Eddie. Anakuambia kwa kipindi kirefu hiki, kwa nini ameshindwa kuniambia mimi? Mpaka leo nimekuja kuyatambua kwa ameficha hii siri kwa muda mrefu. Maana yake hata nisingegundua mimi, nisingepata taarifa ya namna hii mpaka nakufa kwangu. Kitu gani? Au mapenzi yanaendelea zidi ya huyo mwanamke wake ambaye amezaa naye? Kwa nini amenificha? Kama wasingekuwa kwenye uhusiano, basi angestahili kuniambia, unaona. Sasa yuko na rafiki yake, wakawa wanapiga story, alikuwa anamuelezea situation nzima ambayo imetokea kuhusiana na, akamwambia ni mwanamume ambaye yani amenidisappoint kwa kiasi kikubwa sana, na nilikuwa namuamini, lakini mpaka ametunza siri kwa kipindi kirefu mpaka hivi sasa. Maana inamaanisha huu kwangu ni msaliti na hanipendi, unaona, na tumekuwa na familia kwa muda mrefu. Kwa nini ameshindwa amenificha? Na tuna watoto wawili, tumezaa naye mpaka hatua hii, naishi, najua mimi mume wangu ana watoto wawili, lakini angenidokeza, sio mpaka nigundue mimi. Nataka kujua ni muda gani ambao angestahili kuniambia mimi na ningemuelewa. Anakwambia yani amenipotezea muda sana, unaona, na mimi sitaamini maneno yako kwamba aliyeweza kuachana naye. Mimi nitamuamini kwamba huyu mahusiano walikuwa wanaendelea naye. Kama wangeachana naye, basi angeniambia kuhusiana na huo mtoto, angenijulisha. Lakini pale ambapo ameficha, basi inamaanisha tayari yeye alikuwa na mahusiano naye huyo mwanamke na wanaendelea naye. Inawezekana ana familia tena nyingine zaidi ya hii, unaona. Sasa rafiki yake akawa anamtuliza pale kwamba hapana, usifikirie hivyo vitu, itabidi utafute research kwanza ujue, unaona, kwamba imekuaje, au ana familia yake, au mwanamke huyu yuko wapi, anafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Ndivyo ambavyo unatakiwa umhukumu. So ushauri kwa unaendelea kama kawaida, na mshauri the way jinsi ambavyo anatakiwa kuishi na kumvumilia kwenye kipindi hichi. Akasonya, yani kumaanisha kwamba yani hii ni aibu ambayo yeye ameipata, kwa hakuitarajia yani kupata vitu kama hivyo kutoka kwa mwanaume wake ambaye alikuwa anampenda kwa kiasi kikubwa sana, kumletea aibu kubwa ya namna hiyo, yani kupata mtoto nje ya ndoa. Pasipo sio kupata tu mtoto nje ya ndoa, kupata taarifa ya huyo mtoto, umeona. Akamwambia rafiki yake, akana jaribu kumbembeleza kwamba msamee bwana, unaona. Akamwambia yani sitaki kuelewa rafiki yangu, na kuanzia saizi nina hasira sana na mimi, na amenichanganya kichwa changu. Haki ya Mungu mimi nashindwa hata kujua nitafanya nini, na namchukia, unaona. So rafiki yake akaendelea kumtuliza kwamba tuliza akili yako, na ni kweli tunaamini amekuchanganya sana akili yako, lakini utakiwi kufanya maamuzi magumu ya namna hiyo, umeona. So anakuambia sasa nitafanyaje rafiki yangu? Akamwambia tulia, hebu kunywa maji haya, endeleza
tuliza akili yako fresh. Sasa bwana, Femi baada ya kugundua matatizo hayo kwamba ameleta msala mkubwa, itabidi awaifuate familia yake, baba na mama, upande ambao wao wamemzaa Edie kwa wakwe, maana ameenda akawa anawaambia mama, mimi mama samani, nina changamoto, unaona. So pale wakana tatizo changamoto, anakwambia yes, yani nimefanya makosa makubwa na makosa makubwa sana. Watu